Maji yalianzia huko. Ndio hivyo sasa. Asanta. Jamaa, you're looking very sharp. Kuna mipango gani? Labda kuna sherehe ni gani? Leo tu kuna mambo mazuri kama unavyojua kwamba kuna kikosi cha Harambee Stars ambacho kipo kule Kasarani kinajiandaa kabisa kusafiri kwenda kule Dar es Salaam kwa ajili ya mechi ya CHAN. Lakini kama unavyojua kwamba kocha atakuwa anataja kikosi kamili siku ya leo. Hiyo hatutaki kusema sana, manake tunajua kwamba watakwenda wafanye vizuri. Tumewachana na story kwamba walitoka kule Misri. Lakini kumbuka kwamba wameshuka katika ile orodha ya FIFA hadi nafasi ya 107 baada ya kuandikisha matokeo duni kule Misri. Ni matokeo ambayo yametolewa tu siku ya leo na shirikisho la soka duniani FIFA. Kwa hivyo Harambee Stars imeweza kushuka. Mengi zaidi ni baadaye. Lakini tuangalie kocha huyu wa Harambee Stars wa zamani na pia kocha wa sasa wa vijana chini ya umri wa miaka 23 na vile vile kocha wa Mathare United si mwingine bali Francis Kimanzi ameweza kujiuzulu wadhifa wake wa kuwa kocha wa timu hii ya Mathare United, akisema kwamba au kilabu hiyo inasema kwamba Kimanzi ana majukumu mazito ya kuongoza taifa. Nikisema kuongoza taifa anasaidiana na Sebastian Taminye. Kumbuka kwamba alichukua wadhifa wa naibu kocha mkuu wa Harambee Stars tarehe 31 Mei walipokwenda kule wapi? Walipokwenda kule Ufaransa hadi sasa. Kwa hivyo ni kama kilabu imebaki bure. Kwa hivyo naibu wake Salim Ali ameweza kuchukua jukumu hilo ama amepewa jukumu hilo la kuongoza kilabu hiyo na sasa ndio anaongoza kilabu hiyo. Kwa hivyo Kimanzi, tukianza tu kujua Kimanzi amefanya vipi, amekuwa kwanza alikuwa mchezaji wa Mathare United mwaka wa 1994 hadi 2002, alafu baadaye mwaka 2008 akafunza timu ya Harambee Stars, kumbuka. Alafu mwaka wa 2009 aliweza kufurushwa baada ya kukosa kuelewana na uongozi wa shirikisho humu nchini FKF, na mwaka 2011 amekuwa na Sofapaka, akarudi kufunza timu ya Harambee Stars 2011-2012, akatolewa baada ya Kenya kukosa kufuzu kwa mashindano ya bara Africa 2013. Alafu 2013-2015 amekuwa na Tusker, na 2015 mwisho hapo amekuwa na Mathare, na 2016 akarudi amekuwa na Mathare kuanzia 2015 hadi sasa. Kijana ama mwite Kimanzi ambaye amefanya vizuri sana. Mwenzangu, kumbuka kwamba si michezo ni soka tu, tuko na hata mchezo wa mpira wa kikapu ambao kama kweli ni mpira mtamu kweli. Kwa hivyo vijana wa Kenya wamefanya vizuri kule Bamako, Mali, baada ya kushinda Tunisia kwenye robo finali. Kumbuka sasa wanakwenda kwenye nusu finali na timu inayoitwa Morocco kwenye nusu finali siku ya Alhamisi. Hera sana kwa vijana wa Kenya, kwa jina wanakwenda kwa jina Morans. Kumbuka siri ya kushinda kule Bamako, Mali ilikuwa vipi? Kocha wao Clifford Ward alifanya ujanja. Alisema kwamba timu hii haiwezi kufanya mazoezi katika eneo ambalo wapinzani wake wanaweza kumuona. Kwa hivyo walienda wakajificha sehemu fulani pale mjini Bamako, Mali, na wakafanya mazoezi mazuri, manake kutoa Tunisia ilikuwa ni kibarua kigumu zaidi, lakini ameweza kufanya vema zaidi. Tukienda Cameroon, tukimalizia mtoto wa Bishop, ni kwamba baada ya kufanya vema Cameroon, wale mabinti wa mchezo wa volleyball, rais wao ameweza kuwapatia pesa shilingi milioni 35 pesa za Kenya, 35 million Kenyan money, watoto wale kwa kushinda watoto wa Kenya Malkia Strikers. Ina maana gani? Sitaki kusema mengi. Inamaanisha sisi ni wazito. Ina maana gani? Inasema ina maana kwamba huyo rais amesema kwamba anathamini timu hiyo kwa sababu timu hiyo si soka. Volleyball women. Anasema kwamba timu hiyo imefanya vema zaidi na amewashukuru, na anasema kwamba wazidi kupiga Kenya. Ina maana kwamba Kenya pia tuko vizuri. Sitaki kusema mengi, manake mengi zaidi ni majira saa 1 usiku kwa habari zingine za kispoti. Shukrani sana Balozi Francis Nduko, sauti ya tembo. Sijui ni tembo tu ama tembo mla watu. Lakini licha hayo ni kwamba kumekuwa na tetesi, by the way, sijui kama umesikia, lakini najua huu unegemewa sana upande wa udaku wa kwetu Beats. Lakini udaku si udaku, mimi lazima nizungumzie tu. Kumekuwa na tetesi kwamba kumhusu David Rudisha. Na ni posti ambayo ilitokea kwenye mitandao ya kijamii ambayo inaaminika kuchapishwa na mke wake ambaye anaitwa Lizzy Nanyu. Labda nyinyi kama wana viwanjani labda umesikia, lakini anasema kwamba, wacha ni mkote, anasema David Lekuta Rudisha really stopped frustrating me with my kids. To my family, my heart is heavy.
I can't hold it anymore. I love you all. Okay, so watu wanauliza huyu David Rudisha ako wapi? Mara ya mwisho yake compete nilikuwa nadhani ni 2017. Ametulia sana, na unajua kwamba familia ya watu mashuhuri wakati mwingine ama wanariadha wana michezo inakuwa na matatizo mengi wakati mwingine. Na umeona hata Asbel Kiprop kuna video yake ambayo ile trend sana kule nyuma. Kwa hivyo bibi akisema hivyo inaonekana ni ukweli. Naam. Jamaa, nataka ututafutie huyu David Rudisha ako wapi, tuhakikishe kwamba pia ako sawa. Tutamtafuta. Si kawaida mtu wa haiba yake kupotea tu hivyo. Tutamtafuta. Sawa sawa. Nashukuru sana. Wazi baba.